kuna sehemu 6 mtu akifa huingia peponi. Ile kufa kwenye ile sehemu, kule kufa kwenye ile sehemu ni sababu ya kuingia peponi. Akasema sehemu ya kwanza ni mtu kukaa kungojea kuswali. Usipende wewe uje wakati wa swala tayari. Hebu jiwekee hata kama ni dakika 3 subiri swala. Henda kifo kikakufika, wewe wasubiri swala. Kule kusubiri swala ukifa peponi. Kitu sehemu ya pili, kwenye kukaa kusikiliza elimu. Wewe umekaa kwenye darasa ule, inna lillahi. Sasa mambo umekaa uangalia mpira. Liverpool na nani? Ukikaa tu kusikiliza darasa ukafa peponi. Kitu cha tatu, kwenda kuzika. Kwenda kuzika na wewe ukazikwa wewe. La ilaha illallah. Kwenda kumswalia maiti. Kwenda kumwangalia mgonjwa. Wewe ndio umekwenda kumwangalia mgonjwa msikini. Amekwenda kumwangalia tu akaanguka ule akafa. Yaani ule mgonjwa apewa habari ule alikuja kuangalia amekufa yeye. La ilaha illallah. Kwa nini hamjasikia daktari amemwandikia mtu kuingia ICU, ule akitoka ICU ambaye ule daktari alikuandikia yeye ndio amekufa. Sasa na Mungu. Kwa sababu kufa si maradhi. Mwenyezi Mungu asemaje? Asemaje kuhusu mauti? Asema wama kana li nafsin an tamuta illa bas illa biidhnillah. Afai ni Mungu, lakini hufa kwa kitu gani? Kitaban muajjala. Ni kitaban muajjala, si maradhi, si ugonjwa, si uzee, si accident, si bomu, si kitaban muajjala. Ni wakati ukifika. Sasa wewe unakwenda kumwangalia mgonjwa ICU, kafa wewe. Moyo kwa moyo peponi, hakuna hili wala hili. Angalia umuhimu wa kwenda kumtazama mgonjwa. Wewe ndio mtazame, kifo kikusikilie. Khalas. Peponi. Subhanallah. Ona namna gani mgonjwa? Angalia namna gani mgonjwa alipopewa priority.